upendo wako na kwa kibali chako ambacho kimefanya iwepo mahali hapa. Roho Mtakatifu, ninaomba Bwana, dakika hii ukanifundishe, ukaseme nami. Fungua masikio yangu, masikio ya ndani na ufahamu wangu na akili zangu na moyo wangu, nipe kupokea katika siku hii ya leo, katika jina la Yesu, amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Walokole sisi hatujawahi kushangilia kama wale wa Chauma. Bwana Yesu asifiwe. Wale wa Chauma huwa wako vizuri. Kuna mwingine anaanza kusema yeye ni mwana Chauma. Ni hapana jamani, mimi sio Chauma. Haya, naomba basi kwa pamoja tusikiliane ile sala ya neema. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, amen. Bwana Yesu asifiwe. Tulikuwa na somo toka siku ya Ijumaa ambalo tulianza kwenye semina yetu yenye kichwa kinachosema kukua na kuongezeka katika ushirika wa Roho Mtakatifu. Kukua na kuongezeka katika ushirika wa Roho Mtakatifu. Kukua na kuongezeka katika ushirika wa Roho Mtakatifu. Na wakati tunajifunza tulikuwa tunaongozwa na kitabu kile cha Wakorinto wa pili sura ile ya 13 mstari wa 14. Wakorinto wa pili sura ya 13 mstari wa 14. Mistari hiyo ilichokiandika ndicho umetoka kukiri ile sala ya neema. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ninakufundisha, nilipokuwa nakuwekea msingi ile siku ya kwanza, lakini hata siku ya pili nilianza kwa kukuwekea utangulizi kwamba kutokana na huo mstari ambao tumeusema, moja ya dai la msingi la mtu yeyote aliyeokoka ni kuwa na ushirika wa kudumu na Roho Mtakatifu. Ni makosa makubwa sana kwa mtu aliyeokoka kuwa au kupungukiwa kiwango cha ushirika na Roho Mtakatifu, kwa sababu Paulo akiwa anawaandikia Wakorinto alijaribu kuwaeleza kwamba huu ushirika hautakiwi kuwa mkiwa ibadani, bali uwe ni ushirika wa kudumu. Manake kila mtu aliyeokoka anatakiwa kuwa na ushirika wa kudumu na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati nakufundisha nilikwambia tafsiri halisi ya ushirika wa Roho Mtakatifu. Neno ushirika linamaanisha mshikamano, kushirikishana, kushikamana au kuwa na urafiki wa karibu. Manake anaposema na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote hata milele, anamaanisha ule ukaribu wa kila siku na Roho Mtakatifu, ule mshikamano wa kiutendaji na Roho Mtakatifu ambao unakuwezesha karibu kwenye kila unachofanya, unashirikiana na Roho Mtakatifu. Unatakiwa kuwa nao nyakati zote na uwe ni wa kudumu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Lakini jambo la pili kwenye utangulizi nilikwambia kiwango chako cha ushirika na Roho Mtakatifu ndicho kinaamua matokeo kwenye maisha yako. Kiwango chako cha ushirika na Roho Mtakatifu ndicho siku zote huwa kinaamua kiwango cha namna Roho Mtakatifu atakavyojifunua kwenye maisha yako. Kwa lugha rahisi anamaanisha kwamba mtu mwenye ushirika mkubwa na Roho Mtakatifu maana yake atanufaika kwa ukubwa na huyo Roho Mtakatifu, ila mwenye ushirika mdogo na Roho Mtakatifu atanufaika kwa udogo na Roho Mtakatifu. Haleluya, watu wa Mungu. Nilikonyesha namna ambavyo utukufu katika Roho Mtakatifu kwa namna ya kibibilia upo kwenye viwango tofauti, na hivyo viwango vinaamuliwa na kiwango cha ushirika wako na Roho Mtakatifu. Manake mtu anayeshirikiana na Roho Mtakatifu kwa ukubwa, huyu mtu anapata matokeo makubwa yanayotokana na Roho Mtakatifu kuliko yule mtu ambaye ushirika wake na Roho Mtakatifu ni wa kuibia. Jambo la tatu, wakati nakufundisha kwenye utangulizi wangu nilisema Roho Mtakatifu amebeba hazina zote za uungu. Roho Mtakatifu amebeba hazina zote za uungu, ila sehemu pekee unayoijua na kumpa ushirika
ndiyo itakayofanya kazi kwako. Nilikueleza nikasema, jambo lolote unaloweza kulipata kwa Mungu, jambo lolote unalotamani kumwomba Mungu akupe, lipo ndani ya Roho Mtakatifu. Nikakufundisha nikasema, Roho Mtakatifu ni kama mkurugenzi mtendaji wa ufalme wa Mungu. Manake chochote ambacho kipo kwenye ufalme wa Mungu kinaratibiwa na Roho Mtakatifu, na huyo Roho Mtakatifu yupo ndani yako. Kwa hiyo kitu chochote ambacho Mungu anakuwazia kwenye maisha yako, anacho Roho Mtakatifu ambaye unaye. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Lakini sehemu pekee ambayo utaona ikijifunua, sehemu pekee ya Roho Mtakatifu itakayofanya kazi ni ile unayoijua na ile ambayo unampa ushirikiano. Maana yake anaweza akaja amebeba upako wa afya, lakini kama hujui kwamba Roho Mtakatifu amebeba afya kwa ajili yako, utaendelea kuumwa siku zote, wakati uliye naye ndani amebeba hazina ya afya. Mwingine hajanielewa. Amebeba hazina ya kiuchumi, lakini kama hujui kwamba Roho Mtakatifu uliye naye ndani, moja ya hazina aliyoibeba inahusiana na uchumi, maana yake utakaa katika hali ya umaskini. Kwa nini? Kwa sababu ile sehemu tu ya Roho Mtakatifu unayojua ndiyo inayofanya kazi na kujifunua kwenye maisha yako. Haleluya, watu wa Mungu. Na kwa sababu hiyo, ukitaka Roho Mtakatifu ajifunue kwako kwa ukubwa, manake unahitaji kumjua kwa kina, lakini sio tu kumjua, na kushirikiana naye kwenye kila eneo unalomjua. Haleluya. Nilipoeleza huo utangulizi, tuliingia kwenye faida na nilifundisha faida mpaka siku ya jana tulikuwa na faida kama 6. Na kwa kuwa siku ya leo tuna mambo mengi, naomba niingie kwenye kipengele cha leo. Si una amani, mwana wa Mungu? Mrafu, mbona unacheka? Bwana asifiwe. Ya tuliyojifunza ni mengi na siwezi kurudia, huo ndio uhalisia, siwezi kurudia. Lakini kwa mtu mwenye shauku ya kujifunza, anayetamani kujifunza, na una simu ya namna hii, unatumia WhatsApp, basi utanitext alafu nikutumie hili somo lote. Amen. Naamini utapata vingi vya kujifunza huko, ila kwa leo naomba niendelee kipengele cha leo na tujifunze kwa ufupi, tupate muda wa kwenda kumwaga askofu wetu. Tuna amani, watu wa Mungu. Siku ya leo kipengele ambacho nataka tujifunze ni mambo ya kukusaidia kukua na kuongezeka katika ushirika wa Roho Mtakatifu. Kipengele cha leo ambacho nataka nikifundishe kinasema mambo ya kukusaidia ili uweze kukua na kuongezeka katika ushirika wa Roho Mtakatifu. Mambo yatakayokusaidia ili uweze kushirikiana na Roho Mtakatifu kwa ukubwa. Narudia kwa mara ya mwisho. Kipengele cha leo ambacho tunajifunza kinasema mambo ya kukusaidia ili uweze kukua na kuongezeka katika ushirika wa Roho Mtakatifu. Mambo ya kukusaidia ili uweze kukua na kuongezeka katika ushirika wa Roho Mtakatifu. Msisitizo wa somo letu toka siku ya kwanza sio tu kumfahamu Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu unamjua. Na msisitizo wa somo langu sio kukufundisha juu ya Roho Mtakatifu, ila ni kukufundisha kushirikiana naye, kuongeza kiwango chako cha kushirikiana naye. Ninajua Roho Mtakatifu naye kwa imani yangu, na ninajua Roho Mtakatifu nashirikiana naye kwa imani yangu, lakini msisitizo wangu ni uweze kuongeza kiwango. Kwa nini? Kwa sababu kadri unavyoongeza kiwango cha kushirikiana naye, ndivyo utakuwa unaongeza uwezo wa kunufaika na huyo Roho Mtakatifu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Sasa somo letu tokea siku ya kwanza utagundua ni somo linalokutaka uingie kwenye utendaji zaidi, sio tu kusikia na kuweka. Manake tunaposema mambo yatakayokusaidia, kwa lugha rahisi ni kwamba usipoyafanya, manake umechagua kubaki kwenye hali hiyo hiyo ulio nayo. Hata kama nimekufundisha zile faida na umezifurahia kiwango gani. Jana mtu mmoja ananiambia, anasema, mtumishi wa Mungu, sikujua kama haya yote yapo ndani ya Roho Mtakatifu. Yamkini ningejua mapema nisingekuwa hapa. Sasa nataka nikwambie, kule kujua zile faida kunakokutengenezea kitu.
kunaweza kusikusaidia kama hautayafanya haya. Kwa nini? Kwa sababu usipoyafanya haya, zile faida zina msaada kwako. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kwa hiyo ukitaka kuongeza kiwango cha kushirikiana na Roho Mtakatifu, ni muhimu ukayajua haya pamoja na mengine ambayo Mungu ataendelea kukufundisha baada ya hapa, kwa kuwa Roho Mtakatifu siku zote somo lake huwa aliishi darasani, labda kwa wavivu wa darasa. Lakini mimi siku zote nikijifunza darasani, nikitulia nyumbani, ninapoanza kupitia lile somo, huwa lazima nipate vingine vya ziada ambavyo sikufundishwa. Kwa hiyo nina uhakika utajifunza na mengine. Jambo la kwanza litakalokusaidia, jambo la kwanza ni kufunga na kuomba kwa ajili ya Mungu na ufalme wake. Jambo la kwanza litakalokusaidia ili uweze kuongezeka katika ushirika wa Roho Mtakatifu ni kufunga na kuomba kwa ajili ya Mungu na ufalme wake. Sasa kama unaandika kiwalimu, neno kwa ajili ya Mungu na ufalme wake ulipigie mstari kabisa, maana ndio msisitizo wa point. Kufunga na kuomba kwa ajili ya Mungu na ufalme wake. Kumbuka tunazungumzia kukuza ushirikiano wako na Roho Mtakatifu. Mnisikilize wana wa Mungu. Kila mtu aliyeokoka anao uwezo wa kufunga na kuomba, lakini sio kila kufunga na kuomba kuna kuongeza kwenye ushirika na Mungu. Mnisikilize tena. Kila mtu aliyeokoka ana uwezo wa kufunga na kuomba, lakini sio kila kufunga na kuomba kuna uwezo wa kukufanya ukashirikiana na Roho Mtakatifu kwa ukubwa. Ingawa kila kufunga na kuomba kuna maana. Kwa nini? Kwa sababu kuna kufunga na kuomba kwa sababu ninataka uponyaji, na kwa sababu ninafunga ili nipate uponyaji, uwe na uhakika uponyaji nitaupata. Kwa hiyo mfungo wangu una maana kwa sababu nimepata uponyaji. Lakini huko kufunga ambako kumenipelekea kutafuta uponyaji hakuwezi kunisaidia mimi kukua katika ushirika wa Roho Mtakatifu. Sijui kama mnanielewa wana wa Mungu. Ile kwamba unafunga kwa ajili ya mahitaji yako kila siku ni muhimu sana kufunga kwa ajili ya hilo, lakini msitizo wangu kwenye kipengele cha ushirika, kama unataka kukua katika ushirika na Roho Mtakatifu, mmoja ya eneo ambalo unapohitaji kufunga, mfungo ambao nataka kukufundisha ni ule wa kufunga kwa ajili ya Mungu na ufalme wako. Manake ni mfungo ambao ajenda zako unaziacha nyuma, ajenda za Mungu unazitanguliza mbele. Jina la Bwana Yesu libarikiwe watu wa Mungu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe watu wa Mungu. Anachotaka kutufundisha Mungu siku ya leo ni kwamba ni kweli tunafunga kwa ajili ya uchumi wetu, ni kweli tunafunga kwa ajili ya uzao wetu, lakini ni mara ngapi umefunga ili fellowship yako iongezeke? Ni mara ngapi umefunga ili viongozi wako wawe na uwezo wa kufanya kazi ya Mungu? Manake ile shauku ya kufunga kwa ajili ya Mungu na ufalme wake ndiyo shauku ambayo inaimarisha uhusiano wako na Roho Mtakatifu. Haleluya, haleluya. Narudia tena, kila mtu aliyeokoka ana uwezo wa kufunga, lakini sio kila aliyefunga kibiblia alishirikiana na Roho Mtakatifu vizuri. Nitakupa mifano. Kwa hiyo sio kila kufunga unakofunga kutakufanya uwe karibu na Roho Mtakatifu, na sina maana kwamba upuuze mifungo mingine. No, mifungo mingine ina maana kubwa sana, hiyo inayohusu maisha yako. Lakini tunapozungumza habari za ushirika na Roho Mtakatifu, aina ya mfungo unaotakiwa kufunga ni ule mfungo ambao ajenda ulioibeba ni ajenda kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Roho Mtakatifu anawatafuta watu ambao ndani yao vitu vyao wameviacha nyuma, wamempa Mungu nafasi ya kwanza, wamemtanguliza Mungu na ufalme wake. Huo ndio mfungo ambao unamfanya awe karibu na wewe. Roho Mtakatifu anatafuta watu ambao wanatamani kuona sio tu ibada za injili zinazohudhuriwa na wazee, bali na vijana wanakuwepo. Kwa hiyo anafunga, ajenda yake ni kwamba Mungu, inua vijana tena, rejesha vijana tena, inua watumishi wako tena, fufua kazi yako tena, rejesha hali ya maombi tena. Huo ndio mfungo ambao unamfanya Roho Mtakatifu aone huyu nina ajenda naye, ninahitaji kushirikiana naye kwa ukaribu. Tunaelewana? Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kwa hiyo unaruhusiwa kufunga kwa mifungo mingine, lakini unapohitaji kukua na kuongezeka kwenye ushirika wa Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu anashirikiana na watu ambao ufalme wa Mungu ni
ni kipaumbele chao na sio mambo yao. Kitabu cha Matendo ya Mitume, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza, nitasoma mstari wa 4, taruka tasoma na wa 14. Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 4, nitaruka tasoma wa 14. Matendo ya Mitume 1 mstari wa 4, nitaruka tasoma wa 14. Maandiko yanasema hivi: hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba, ambayo mlisikia habari zake kwangu. Mstari wa 14. Hawa wote walikuwa wakidumu kwa moyo mmoja katika kusali, pamoja nao wanawake na Mariamu mama yake Yesu na ndugu zake huyo Yesu. Haleluya, haleluya. Yesu alipokuwa na wanafunzi, moja ya ahadi aliyowapa alisema, nikiondoka ndipo atakapokuja Roho Mtakatifu, na akawaambia, nendeni mkajifungie huko Yerusalemu. Biblia inasema walipokuwa kule wakajifungia kule ndani, ajenda yao kubwa ilikuwa ni kusali. Biblia ya Kiswahili imeweka neno kusali. Ukienda kusoma Biblia ya Kiingereza imesema prayer and supplication, maana yake kuomba na kusali. Unakuta kingine kinaongezeka. Ukienda Biblia nyingine Amplified Bible anasema walifunga wakadumu katika kusali na kuomba. Maana yake walijua kwamba ile ahadi waliopewa haitatokea tu kwa sababu wameahidiwa. Ni kweli Mungu amewaahidi kwamba ninawaletea hiki kitu. Alipoambia nendeni mkajifungie, wakagundua kwamba namna pekee ya kupokea hiki kitu ni kudumu kwenye maombi. Sasa sikiliza, hawakuwa wanaombea uchumi wao, hawakuwa wanaombea mitumbwi walioiacha kule akina Petro. Walichokuwa wanaomba ni kwamba ile ahadi uliotupa ili tuwe mashahidi, nilikufundisha siku zilizopita, ile ahadi uliotupa ili tueneze ufalme wako kwa jinsi rahisi. Manake ajenda yao na kipengele chao, kipaumbele chao kilikuwa ni kwa ajili ya Mungu na sio kwa ajili yao. Na Biblia inasema ilipotimia siku ya Pentecost wakapokea Roho Mtakatifu na wakaanza kuona matunda ya Roho Mtakatifu ambayo nilikusemesha. Mwana wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Jina la Baba libarikiwe. Angalia kitabu cha Luka sura ya 4. Luka sura ya 4. Nitasoma mstari wa kwanza na wa pili, alafu tutasoma na wa 14. Luka sura ya 4 mstari wa kwanza na wa pili, nitaruka tasoma wa 14. Luka 4:1 hadi 2, nitaruka tasoma wa 14. Maandiko yanasema hivi: na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu. Hebu sema amejaa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu alikuwa naye. Angalia, alirudi kutoka Yordani akaongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani, akijaribiwa na Ibilisi. Na siku hizo alikuwa hali kitu, hata zilipotimia aliona njaa. Mstari wa 14, angalia, anasema Yesu akarudi kwa nguvu za Roho Mtakatifu, akaenda Galilaya, habari zake zikaenea katika nchi zote na kando kando. Mnisikilize tena. Huyu Yesu alipobatizwa alipokea kipawa cha Roho Mtakatifu, lakini hiki kipawa cha Roho Mtakatifu hakikuanza kutenda kazi pale pale. Zaidi kilimwongoza kufunga. Bwana Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma hiyo mistari unaona Biblia inasema kwamba huyo Roho aliyejaa ndani yake, moja ya kitu alichokifanya kwake cha kwanza ilikuwa ni kumwongoza kufunga. Na Biblia inasema akaenda akafunga siku 40. Alipokuwa amefunga siku 40, alipotoka huko ndipo unaona Biblia kwenye mstari wa 14 anasema akatoka na kitu cha ziada. Maana yake akatoka amejawa nguvu. Ile nguvu aliyotoka amejawa nayo hakuwa nayo wakati anaenda kwenye maombi. Maana yake kuna kiwango cha ushirika cha Roho Mtakatifu ambacho alikuwa anakitafuta kwa Yesu, na alipokuwa anakitafuta hicho alijua hiki kiwango hili nikipate ni lazima huyu mwanangu kwanza nione kama yupo tayari kufunga kwa ajili ya ufalme. Akafunga siku 40, akajaribiwa huko kwa majaribu matatu. Aliposhinda, Biblia inasema akarudi amejawa nguvu, akarudi na kiwango kipya cha ushirika na Roho Mtakatifu. Na Yesu alipogundua hili jambo,
Ukisoma Biblia yako kwenye vitabu vyote vya Injili utagundua Yesu kila siku alikuwa na mfungo. Hebu sema, Yesu alikuwa na mfungo kila siku. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Ukisoma Biblia yako utagundua kila usiku kwenye siku zake Yesu, kila usiku Yesu alimtumia kukaa na Mungu. Nini kilikuwa kinatokea? Kwa nini anakaa na Mungu usiku kucha? Kwa nini asilimia zaidi ya 70, ni asilimia 30 tu ndio Yesu alitumia kupumzika usiku? Kwa nini asilimia zaidi ya 70 Yesu anazitumia kumtafuta Mungu? Alikuwa anatafuta ule ushirika ambao utakuwa kibebeo cha matokeo ya ufalme wa Mungu anapokuwa anatokea ule muda wa mchana kutumika. Maana yake ni mtu yeyote anayetaka kushirikiana na Roho Mtakatifu kwa upako, na kama tunataka vile vitu tulivyokuwa tunaomba jana, kwamba vile vitu vifufuke. Tunasema tuko kipindi cha uamsho, tunasema tunahitaji kufufua vipawa vilivyokufa, zile roho za maombi zilizopotea, tunahitaji kufufua zile karama za unabii zilizopotea. Ni lazima tujue kwamba anayefufua ni Roho Mtakatifu, na ili afufue ni lazima tukubali kushirikiana naye kwa ukubwa kupitia maombi ya mifungo. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Mifungo ya kanisa letu sasa si tena kwa ajili ya ufalme. Haleluya, watu wa Mungu. Nikikuuliza mara ya mwisho ulifunga lini? Yaani ukatenga hiyo siku kwamba sina ajenda yangu yoyote, ninatenga kwa ajili ya Mungu. Utagundua kwamba humu ndani tuliopo ni watu 3 au 4 au 5 ndio wanaoweza kusimama wakaamua kutesa mwili wao kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Na kwa sababu hii tumejikuta tunatembea kwenye ukavu. Okay, ni kweli ajenda zetu tukiomba Mungu anatujibu, lakini kanisa linazidi kudidimia, hali zetu za kiroho zinazidi kufa, hali yetu ya maisha ya utakatifu yanazidi kupotea, uhalisia wa utakatifu na ushuhuda wa utakatifu unapotea. Siku ya jana wakati nakufundisha kuhusu utakatifu, nilijaribu kukueleza nikasema, hakunaga mwanadamu mwenye uwezo wa kuishi maisha ya utakatifu kwenye ulimwengu tuliopo. Hayupo. Haleluya, watu wa Mungu. Jina la Baba libarikiwe. Ili kurejesha ushuhuda wa maisha ya utakatifu ni lazima uwe tayari kushirikiana na hii package ya kiungu, hii hazina ya kiungu tuliyopewa ambayo ni Roho Mtakatifu. Na nilikufundisha namna ambavyo Roho Mtakatifu anakuwezesha kutembea, lakini ili akuwezeshe ufike huko lazima ushirikiane naye. Na unaanzia kushirikiana naye wapi? Jambo la kwanza analotaka, anataka uwe na muda wa kukaa naye, mzungumze mambo yake na baba yake tu, sio mambo yako. Haleluya, watu wa Mungu. Jina la Baba libarikiwe. Angalia kitabu cha Hesabu. Kitabu cha Hesabu sura ya 12. Hesabu 12. Tasoma mstari wa 6 hadi wa 8. Lakini andika kitabu cha Kutoka 34 28 hadi 29. Hesabu 12 mstari wa 6 hadi wa 8. Hesabu 12 mstari wa 6 hadi wa 8. Alafu tasoma na Kutoka 34 28 hadi 29. Kutoka 34 28 hadi 29. Hesabu anasema, kisha akawaambia, sikilizeni basi maneno yangu, akiwepo nabii kati yenu, mimi Bwana nitajifunua kwake kwa maono, nitasema naye katika ndoto. Sivyo ilivyo kwa mtumishi wangu Musa, yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote. Kwake yeye nitanena mdomo kwa mdomo, maana waziwazi, wala si kwa mafumbo, na umbo la Bwana yeye ataliona. Mbona basi ninyi hamkuogopa kumnenea mtumishi wangu huyo Musa? Usikilize vizuri. Mungu anajaribu kueleza kwamba ninyi wote ni watumishi wangu, na kwa sababu ni watumishi wangu, ninyi wote nina uwezo wa kuzungumza na ninyi. Bwana Mungu, Bwana asifiwe. Jana nilikufundisha kusikia sauti ya Mungu, si ndio? Nikakwambia mtu aliyeokoka kusikia sauti ya Mungu ni lazima. Ni makosa makubwa unakaa siku nzima, wiki nzima, wengine hata mwezi anamaliza hajawahi kusikia sauti ya Mungu. Hiyo ni hali ya kufa eti, unajua. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Sasa Mungu anasema, maadamu ninyi wote ni watumishi wangu, nitasema nanyi. Katika ndoto nitasema na ninyi, katika maono nitasema na ninyi. Ila kati yenu ninyi kuna mtu tofauti na ninyi. Ni mtumishi, ila yeye kwake kuna cha ziada. Yeye kwake nimetengeneza urafiki, manake yeye ni tofauti na ninyi. Kuna urafiki nilionao mimi na yeye ambao unamtofautisha ninyi na yeye. Kwake yeye
la Bwana Yesu libarikiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Anajaribu kueleza. Sasa angalia, kwenye hiyo misali amesema, ametaja sifa moja, anasema kwa huyu nimeona uaminifu ambao kwenu siuone. Kwa hiyo ndani ya Musa urafiki na Mungu ulijengeka, kwa sababu ndani yake alikuwa na uaminifu ambao kwa watumishi wengine haukuwepo. Sasa angalia, huyu Musa huu urafiki aliutengenezea wapi? Milimani. Hebu sema milimani. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Mimi sijawahi kusoma mahali nikakuta Haruni anapanda mlimani akafunga siku 20. Umewahi kupaona? Bwana Yesu asifiwe. Sijawahi kupaona mahali ambapo anasema sijui nani akapanda mlimani. Kwa hiyo wote ni watumishi wa Mungu, ila aliyekuwa anajua kulipa gharama ya urafiki na Roho Mtakatifu ndiye ambaye alipendelewa. Ukisoma kitabu cha Kutoka hiyo 34 mstari wa 28 na 29, maandiko yanasema naye alikuwa huko pamoja na Bwana, naye alikuwa huko pamoja na Bwana siku 40 na masiku yake, hakula chakula wala hakunywa maji, naye akaandika katika hizo mbao hayo maneno ya maagizo, hizo amri kuu. Hata ikawa Musa aliposhuka katika mlima Sinai, na zile mbao mbili za ushuhuda zilikuwa mikononi mwa Musa hapo aliposhuka katika mlima, hakujua ya kuwa ngozi ya uso wake iling'aa kwa sababu amesema naye. Bwana Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Unisikilize vizuri, nilikuwa nakusomea kule kwenye Hesabu, anasema huyu Musa ni mtumishi wangu mwaminifu, ni rafiki yangu. Kwa hiyo yeye kwake kuna cha ziada nilicho nacho mimi na yeye ambacho kwenu ninyi sikioni. Sasa angalia, Biblia inaeleza huyu Musa alikuwa ni mtu wa mifungo. Ukisoma kuanzia nyuma utagundua Musa akiwa anaenda mlimani siku zote 40 alikuwa kuombea hata ndoa yake. Hebu sema kuombea hata ndoa yake. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Ndio maana tukifundishana, moja kati ya watumishi ambao pia maisha yao kwenye ushuhuda wa ndoa hawana ushuhuda mzuri ni pamoja na Musa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani miongoni mwa watumishi wa Mungu waliomtumikia Mungu vizuri, ambao ila kwenye eneo la ushuhuda wa ndoa hawana ushuhuda mzuri ni pamoja na Musa. Sasa Musa alifika hatua akawa anampenda Mungu kiwango ambacho akaona hata kulea mke ni mzigo, akamrudisha kwao. Ndio kusoma hayo maandiko. Haleluya, watu wa Mungu. Jina la Baba libarikiwe. Akaamua kumchukua mke wake akamrudisha kwao. Baba mkwe wake ndio alimrejeshea mke kwamba wewe ndio huyu ulishaoa ni wako. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Baadaye ikabidi baba mkwe wake aanze kujifunza nini kinasababisha huyu bwana mkubwa ashindwe kulea ndoa. Akagundua amezidiwa, atoke kwenye mifumo, arudi yeye mwenyewe aje asuluhishe migogoro, yeye mwenyewe apange nani atahudhuria kwenye kambi. Yeye mwenyewe akamwambia, ratiba hizo unazofanya ni nzuri, ila utakufa mapema, na ndio maana umetelekeza mke. Bwana Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka kukufundisha mtu yeyote mwenye urafiki na Mungu uwe na uhakika Mungu ni kipaumbele chake kwanza. Haleluya, watu wa Mungu. Sisemi kwamba uwe kipaumbele mpaka na wewe mwenyewe utelekeze ndoa yako. No, nachomaanisha ni kwamba inapofika swala la urafiki na Roho Mtakatifu uwe na uhakika ni lazima Mungu atakutaka mlimani kwa ajili ya ajenda zake, sio ajenda zake. Haleluya, watu wa Mungu. Haleluya, watu wa Mungu. Hiyo hoja imeeleweka vizuri. Jambo la pili la kukongeza katika ushirika na Roho Mtakatifu. Jambo la pili, jifunze kuomba katika Roho. Jifunze kuomba katika Roho au kunena kwa lugha kwa muda mrefu. Jifunze kuomba katika Roho au kunena kwa lugha kwa muda mrefu. Jifunze kuomba katika Roho au kunena kwa lugha kwa muda mrefu. Jambo lingine litakalokusaidia ili uwe na ushirika na Roho Mtakatifu, ule ushirika mkubwa, ni ujifunze uwe na uwezo wa kuomba katika Roho. Ninaposema kuomba katika Roho, ninamaanisha uwe na uwezo wa kunena kwa lugha kwa muda mrefu. Hebu sema kwa muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapa msisitizo pia sio kunena kwa lugha. Haleluya. Ila kunena kwa lugha kwa muda mrefu. Kitabu cha Warumi sura ya 8. Tasoma mstari wa 26 hadi wa 29. Warumi sura ya 8
mstari wa 26 hadi 29. Warumi 8:26 hadi 29. Maandiko yanasema, kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi ipasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Hebu sema, kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Anaendelea kwa kusema, na yeye aichunguzaye mioyo aijua nia ya Roho ilivyo, kwa kuwa huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Maana wale aliowajua tangu asili aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Unisikilize vizuri, ninajua hii mistari tunaijua vizuri, lakini naomba unisikilize. Biblia inasema kuna kiwango cha mema kutoka kwa Mungu hutaweza kukipata kwenye maisha yako kwa sababu tu haumpendi Mungu kwa kiwango cha kutosha. Tunaelewana watu wa Mungu? Kwa mujibu wa hii Biblia anasema Mungu anafanya kazi pamoja na wale wampendao. Yaani kiwango chako cha kumpenda Mungu ndicho kinakuwa kinaamua kiwango cha yeye afanye kazi kwa mipaka gani. Kuna watu ambao Mungu amewekeza vitu vikubwa, ila kwa sababu ndani ya mioyo yao hawana kitu cha kumpenda Mungu, na kwa sababu hiyo manake Mungu anashindwa kuwatumia, kuwapeleka umbali mrefu alipokusudia. Lakini angalia, anasema pia katika kuwapatia mema wale walioitwa kwa kusudi lake. Maanake kuna kiwango cha mema ambacho Mungu akitaka akupe, uwe na uhakika, ni lazima ajihakikishie kwamba moyo wako wa kumpenda uko vizuri. Tunaelewana watu wa Mungu? Tunaelewana watu wa Mungu? Kuna mema hautakao uyapata hata kama unayatamani, hata Mungu ameupima moyo wako na amegundua kwamba unampenda. Ukisoma hapo mbele utagundua anasema kuna aina ya watu ambao Mungu amewachagua. Anasema amewachagua awafananishe na mfano wa mwana, yaani awafananishe na mfano wa Yesu, awasogeze karibu kana kwamba Yesu amekaa karibu. Bwana Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Kama jinsi Yesu alivyo karibu naye, ndivyo anatamani kuna baadhi ya watu awasogeze karibu, afanye nao kazi kwa ukaribu, ajifunue kwa ukaribu. Huku kumpenda Mungu anapozungumza unaanza kwenye kushirikiana na Roho kwenye maombi kupitia kunena kwa Roho. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Hiyo mistari yote niliyokusomea huko chini inayofafanua inaanza kule anakosema Roho Mtakatifu hutuombea. Kwa hiyo kuna kiwango cha upendo wako kwa Mungu kitazaliwa unapokuwa na uwezo wa kunena kwa lugha kwa muda mrefu, na kadri unavyokuwa na uwezo wa kunena kwa lugha kwa muda mrefu, ule upendo unavyozaliwa unakusogeza karibu na Mungu, unakubadilisha kwa namna ambayo Mungu anaanza kuona huyu nina haja ya kumwamini. Maana kiwango cha upendo kilichopo ndani yake kimehakikishia kwamba ni kikubwa, nina haja ya kumsogeza karibu. Ukaribu huu umezaliwa kwenye maombi ya kila kuomba kwa Roho. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kwa hiyo ukitaka kushirikiana na Roho Mtakatifu kwa ukubwa, uwe rafiki yake, uwe karibu na uwe na kiwango kikubwa cha ushirikiano, maanake pia ni lazima utengeneze moyo wako, uwe na uwezo wa kunena kwa lugha kwa muda mrefu. Bwana Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Wajua kwenye Biblia maombi mafupi, ni ombi fupi kibiblia ni risali. Haleluya watu wa Mungu. Mnanielewa? Yaani ombi fupi kibiblia ni risali. Ndio maana hata alipokuwa pale akiwa anawaeleza wanafunzi wake waombe, alisema hamkuweza kuomba hata risali. Yaani maana yake risali toshi, ila je, hamkuomba hata risali? Bwana Mungu, tunaelewana anachofundisha. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa ukianza kujizoeza kuanza kunena kwa lugha kwa muda mrefu, manake moja ya kitu kitakachoanza kuzaliwa kwako ni wewe kuanza kubadilishwa, moyo wako kuanza kutengenezwa, kiwango cha upendo wa Mungu kinaanza kuimarika, na kadri hicho kiwango kinavyotengenezwa utajikuta sasa unakuwa karibu na Mungu, kiwango ambacho kuna mema ambayo wengine wanapambana kuyapata, wewe unayapata kirahisi. Bwana Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Jina la Baba libarikiwe. Nilikufundisha jana juu ya kupambanua roho. Unisikilize. Kupambanua roho na kuisikia sauti ya Mungu. Hakuna mtumishi wa Mungu mwenye uwezo wa kupambanua roho ambaye ana maombi ya nusu saa kwa siku. Hayupo. Bwana Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Zaidi ya hapo utabaki kwenye lile kundi la mtawatambua kwa matunda yao. Lakini kusema kwamba utaweza kupambanua roho kwa maana ya ushuhuda wa roho ndani ni ngumu sana. Bwana Mungu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu kupambanua roho ni matokeo ya kuwa na uwezo wa kukaa karibu na Roho Mtakatifu, ambako kunatokana na maombi ya muda mrefu na hasa maombi ya kunena kwa lugha. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Wengi wetu tuliopo humu ndani, wengi wetu maombi ya muda mrefu tunayoomba ni zile dakika 10 za ibadani siku ya Alhamisi na siku ya Ijumaa. Wengi wetu. Haleluya watu wa Mungu. Tunaelewana ninachofundisha? Tunaenda kuombea uchaguzi. Baba, katika jina la Yesu, tuinulie Bwana kina Daudi, tuinulie Bwana kina Daudi, tuinulie Bwana kina Daudi. Lakini mistari tuliyosomea kusimamia, tumesoma mistari ya Matendo ya Mitume ambayo inasema na sisi tutadumu, lakini pia tukafunga. Yaani wamefunga, wanachoombea ni wampate mwenyekiti wa fellowship. Bwana Mungu asifiwe. Bwana asifiwe. Yaani mistari ambayo unaitumia kipengele tu cha kuombea kumpata mwenyekiti wa fellowship, wao wamefunga na wanasema kwamba hawataishia kufunga, pia watadumu. Yaani hata akipatikana watadumu. Sisi yale maombi ya zimamoto ndio haya ambayo tunategemea. Na ndio maana kwenye nyakati hizi ambazo tunaziendea, uwe na uhakika moja ya kitu ambacho lazima Mungu akiamshe ni roho ya kuomba kwa muda mrefu. Maana hicho kitu kisipoamka, kanisa halitakaa liamke hata kama ni majira ya uamsho. Sikilize vizuri. Mungu kukuahidi kwamba ni majira yako ya kutoka, haina maana kwamba utatoka. Kwa nini? Kwa sababu ile kwamba amekwambia utatoka, maana kuna jambo ambalo lazima uwajibike ndipo utoke. Bwana Mungu, tunaelewana? Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Aliwaambia wana wa Israeli watakaa miaka 400, lakini hawakukaa miaka 400, walizidi. Sio kwamba alikuwa ajui, alikuwa amesahau, hajasahau. Alitaka wainuke watu watakaoomba. Hawakuinuka. Maana lazima roho ya maombi sana. Kama tunataka hiyo vitu hivi. Roho ya kuomba kwa muda mrefu isipozaliwa. Kama ratiba zetu ni zile zile. Tukirudi usiku tumechoka, tukishakula chakula, tuna yale maombi ya familia, tunashikana mikono dakika chache 2-3. Baada ya hapo tunaenda kulala. Usiku tunakurupuka, tumekurupushwa na wachawi. Kana chini shida. Maombi mwana wa Mungu hata kusaidia kuamsha vilivyokufa. Na wala usinikasirikie. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Baba libarikiwe. Vitu vilivyokufa vinataka uwe na ushirika wa kutosha na Roho Mtakatifu. Na huu ushirika unajengwa kwenye maombi ya muda mrefu. Jambo la tatu. Naenda kumaliza. Jambo la tatu ni kumpa Mungu utukufu. Kumpa Mungu utukufu katika kila matokeo yanayoratibiwa na yeye. Jambo la tatu litakalo kujenga kwenye ushirika na Roho Mtakatifu ni kumpa Mungu utukufu katika kila matokeo yanayoratibiwa na yeye. Kumpa Mungu utukufu katika kila matokeo yanayoratibiwa na yeye. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Narudia mara ya mwisho. Jambo la tatu ambalo litakufanya uweze kukua katika ushirika wa Roho Mtakatifu, jifunze kumpa Mungu utukufu katika kila matokeo yanayoratibiwa na yeye. Jifunze kumpa Mungu utukufu katika kila matokeo yanayoratibiwa na yeye. Jifunze kumpa Mungu utukufu kwenye kila matokeo yanayoratibiwa na yeye. Wana wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Sasa mnisikilize vizuri sana. Taongea kwa upole nikiwa namaliza ili tutoe sadaka tumalize. Amen. Moja ya eneo ambalo Mungu yupo makini nalo sana ni eneo kila anachokifanya utukufu unaenda kwa nani? Tunaelewana watu wa Mungu? Nisikilize vizuri. Kama kuna eneo ambalo linaua vitu vingi na linatutoa kwenye ushirika na Roho Mtakatifu, ni pale ambapo Mungu amefanya kitu, kipengele mojawapo ambacho huwa anakizingatia kwenye ile nia ya ndani ambayo nilikufundisha siku ya kwanza. Huwa anaenda kuchungulia utukufu wa haya matokeo. Huyu mtu anampa nani? Watu wengi kwenye vinywa vyetu, nilikufundisha, linapokuja swala la kimatokeo
tunafanya mazuri na Mungu, ila nia zetu haziambatani na Mungu, hazipo kwa ajili ya Mungu. Kwa hiyo kwenye vinywa tunaweza tukasema tunampa Mungu utukufu, ila ndani ya mioyo yetu tunakuwa tumeuchukua utukufu wa Baba. Bwana Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Jina la Baba libarikiwe. Ukijua hiki kitu utajifunza pia kuuombea moyo wako ili uwe na uwezo wa kumpa Mungu utukufu. Kitabu cha Isaya 42 mstari wa 8. Isaya 42 mstari wa 8. Isaya 42 mstari wa 8. Maandiko yanasema, mimi ni Bwana ndilo jina langu, na utukufu wangu sitampa mwingine. Hebu sema, sitampa mwingine, wala sitawapa sanamu sifa zangu. Unisikilize mwana wa Mungu. Mungu akifanya jambo lolote kwenye maisha yako na wewe ukaamua kulichukua lile jambo kana kwamba ni la kwako, kibiblia Mungu anaanza kukutazama wewe kama sanamu. Hebu sema, kama sanamu. Hamjanielewa? Yaani ukaomba Mungu akuinue. Baada ya Mungu kukujibu ombi lako, ukaanza kuona jitihada zako hizo zilizokuinua, ukaondoa nafasi ya Mungu. Manake Mungu anaanza kukuona wewe kama sanamu. Angalia, Biblia inasema hawezi kuruhusu utukufu wake uende kwa sanamu. Kwa hiyo ile saa wewe unageuka kuwa sanamu, manake unageuka kuwa mpinzani wa Mungu. Unapogeuka kuwa mpinzani wa Mungu, ile hali ya urafiki iliyokuwa na wewe inaondoka. Bwana Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Jina la Baba libarikiwe. Wakristo tulio wengi ambao tumeokoka ni wale ambao vinywa vyetu vinajua kumtukuza Mungu, ila nia zetu zimegoma kumpa Mungu utukufu. Kwa hiyo tukisimama kutoa ushuhuda, Mungu atatoa ushuhuda kwenye kinywa, ila moyo wake hauambatani na ushuhuda na utoa. Na ndio maana nilikwambia nikasema, unahitaji kugeuzwa nia yako ya ndani, ili kila kinachotokea ndani yako kiwe na uwezo wa kumtazama Mungu kwanza kabla yako. Bwana Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize vizuri tena. Mungu ni Mungu ambaye kuna mtu ukijifunza unaweza kumshangaza. Kuna wakati nilikuwa najifunza kuhusu Daudi. Daudi amelala na mke wa mtu. Tunaelewa watu wa Mungu. Amelala na mke, akaona haitoshi, kwa kuwa ni mfalme, akamuoa na mume wake ili amuoe huyo mke wa mtu. Mungu akamsamehe. Hebu sema, Mungu akamsamehe. Sasa angalia, siku moja Herode akajichanganya, akahutubia. Alipohutubia wale watu wakafurahi, wapambe wakafurahi, wakasema, yaani hiyo hotuba uliyoitoa mwanadamu hawezi kuitoa. Tunaelewa watu wa Mungu, mwanadamu hawezi kutoa hotuba namna hii. Hii hotuba ni hotuba ambayo Mungu pekee ndiye anaweza kuitoa. Biblia inasema Herode alijibu nini? Ila moyoni akasema, kumbe ndivyo ilivyo. Biblia inasema Mungu alipoona hicho kitu, yaani akaona amechukua utukufu, Biblia inasema Mungu akatuma chana wakamuua. Kwa nini akumuua Daudi aliyeua mume wa mtu? Amechukua mke wa mtu na akamuua, alafu anakuja kumuua mtu eti tu kwa sababu amenisifia na mimi nimeridhika. Si kama naliona nachokufundisha mwana wa Mungu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Yaani kuna wafalme waliwahi kukosea makosa makubwa kama akina Sauli, wanawatafuta akina Daudi watumishi wa Bwana waliotiwa mafuta wawaue, alafu wewe ni Mungu akijitokeza kumuua Sauli, tena anamtetea na anamwambia Daudi pole huko. Alafu ile tu nimesifiwa. Ndio tafsiri ya huu mstari kwamba Mungu ni Mungu mwenye wivu, utukufu wake haupi mwingine. Sasa unapoanza kuchukua utukufu wa Mungu kwenye jambo lolote ambalo Mungu anafanya kwenye maisha yako, ni sawa unageuka kuwa sanamu. Na kwa kawaida ya sanamu, maana sanamu linatakiwa kudondoa bongo na kuondolewa. Watumishi wengi sana, viwango vyetu havijakuwa, na wengine wengi sana tumepotea. Ila ni kwa sababu nia zetu hazikuwa tayari kumpa Mungu utukufu. Jina la Bwana libarikiwe, watu wa Mungu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe, watu wa Mungu. Angalia Mathayo 23:12. Mathayo 23:12. Maandiko yanasema, Mathayo 23:12. Maandiko yanasema, na yeyote atakayejikweza atadhiliwa, na yeyote atakayejidhili atakwezwa. Ni mstari tuliouzoea kwenye kanuni ya ufalme wa Mungu. Unyenyekevu ambao ni sehemu ya kumpa Mungu utukufu ndio unamfanya Mungu awe karibu na huyo mtu.
Anaposema atakwezwa, ukienda kusoma kwenye Petro, anamaanisha atainuliwa kukaa karibu na Mungu. Manake namna mojawapo ya kukaa karibu na Mungu, namna mojawapo ya kuwa karibu na Roho Mtakatifu ni kujifunza na kuombea moyo wako uwe na uwezo wa kumpa Mungu utukufu, uwe na uwezo wa kunyenyekea kwenye kila matokeo, hata kama ni kadogo. Ni kweli mimi ni kiongozi wa vijana, katika uongozi wangu nilipokuwa ninafanya 1, 2, 3 makubwa yametokea, lakini sitakiwi kusema ni kwa uwezo wangu, natakiwa niseme ni Bwana amefanya. Bwana Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Jina la Baba libarikiwe. Viroho vya watu wengi vimebaki vinatembelea majina kwa sababu ya hili eneo. Nikisema vinatembelea majina, ninamaanisha tunaelewa watu wa Mungu. Yaani kuna watumishi wengi ambao ni wazuri sana, ila utumishi wao sasa hivi unabebwa na jina lake. Yaani ile historia ya utumishi aliyokuwa nayo ndio iliyobaki inabebwa, lakini ukizungumza kwamba walikorofishana wapi na Mungu, hili eneo, narudia, ninamaanisha ninachokisema. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watumishi wengi wa Mungu ambao wanatumika leo, ila ni kwa sababu ya majina yao, sio kwa sababu ya kwamba ndani yao wana kitu na watu. Yaani kitu cha watu hawana, ila jina walionalo ndilo linawabeba. Lakini ukiuliza walikorofishana wapi na Mungu, walikorofishana kwenye eneo la kumpa Mungu utukufu. Unisikilize, hata Musa mwenyewe alikuwa ni rafiki wa Mungu sana. Nimekusomea huko nyuma, Biblia inasema alikuwa karibu na Mungu kiwango ambacho Mungu akasema ataliona na umbo langu. Tunaelewana watu wa Mungu? Alikuwa akitoka mlimani amebadilishwa, watu wake na waongoza wanamkimbia, wanasema wewe ndio unataka tuue. Tunaelewana watu wa Mungu? Sasa angalia, siku moja akajichanganya. Mungu akamwambia nenda kapige maji kwenye ule mwamba, utoe maji. Wengi wao wanaona kosa moja tu la kupiga mara mbili. Ngoja nikupe kosa la pili. Musa alipofika kwa wana wa Israeli akawauliza, mnataka niwatokelezeshe maji hapa? Hebu sema niwatokelezeshe. Akawa amesahau anayetokelezesha ni Mungu, sio yeye. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Okay, akaona haitoshi, akaamua kusogea mbele zaidi. Mungu amemwambia piga mara moja, yeye akapiga mara mbili. Okay, kwa sababu ya upako aliokuwa nao maji yakatoka, ila Mungu akasema ndugu yangu, urafiki wangu mimi na wewe umeishia hapa. Kwa hiyo moja ya kitu kinachokata urafiki kati ya mtu na Mungu ni kutokuwa na uwezo wa kumpa Mungu utukufu, kunyenyekea mbele za Bwana. Simama mikono. Praise, ni waombe dakika chache, angalau dakika 10. Bila shaka mratibu wa ibada ataniruhusu hizi dakika 10, kwa sababu matangazo yamepita. Zile dakika 10 zingine tutazitumia kwa ajili ya kutoa sadaka. Tumwabudu Mungu kwa dakika 1. Natamani umwambie Mungu amekuletea hili somo kwenye majira haya kwa sababu anautaka moyo wako na kuna vita anataka vilejee. Mwambie ninatamani ushirika na wewe, lakini ninajua ili niwe na ushirika na wewe kuna mambo ni lazima nifundishe niyaishi. Muombe Mungu akupe neema ya kuyaishi haya. Jina la Yesu libarikiwe. Mwambie Mungu, nilikuwa na uwezo wa kufunga miaka ile siku 20. Nilikuwa na uwezo wa kufunga siku 3 kavu. Leo hii nakula Januari tu Disemba. Hii sio hali ya kawaida, ni hali ya mtu mufu. Kula Januari tu Disemba ni hali ya mtu aliyekufa. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Kutokuwa na uwezo wa kuomba kwa muda mrefu ni dalili kwamba unakoelekea sio kuzuri. Mwambie Mungu, nirejeshe ile bubujiko ili nikadumu kwenye hii hali na nikakuone wewe Mungu.